Nitaenda kufundisha somo, halitakuwa refu sana, lakini kichwa cha somo kinasema ulikusudiwa kushinda na sio kushindwa. Ulikusudiwa au umekusudiwa kushinda na sio kushindwa. You were destined to win, not to lose. Amina. Kwa sababu kumbuka hata kuzaliwa kwako tu kwenyewe ni ushindi tosha. Yaani kile kitendo cha kuwa wewe umezaliwa ni ushindi tosha ambao ushindi huo wewe ndio ulishinda. Nafikiri wanafunzi wako hapa watakuwa wanaelewa jambo moja na wanapendaga sana somo kwenye biology, reproduction. Uongo wanafunzi? Uongo kweli? Reproduction, yani ikifika hapa wakuta mpaka wavivu wanaingia darasani wamsikilize mwalimu. Yes, lakini pale kwenye lile somo ukijaribu kuangalia hilo somo la reproduction, hebu nipeni definition ya reproduction ni nini? Wanafunzi, wasomi, wana science, wa biology ni nini? Mpaka tuangalie kwenye notes. Haiko kichwani? Haya, tuachane nayo. Lakini ukweli ni kuwa hata wana science wameprove pia kuwa kitendo cha baba na mama kukutana, watoto ambao wangetakiwa wazaliwe pale ni watoto milioni 300. Lakini katika hao watoto milioni 300, wewe peke yako ndio ulitoka ukiwa ni mshindi pale. Manake zilikuwa ni mbio. Yaani kila mtu anakimbilia ili yeye ndo aje azaliwe. Manake kuanzia kwenye kuzaliwa kwako mpaka hapo ulipofika ni ushindi tosha. Lakini tunapokuja sasa huko duniani, tunaanza kukutana na mazingira, tunaanza kukutana na mambo ya dunia, tunaanza kukata tamaa. Mwisho wa siku mtu asema mimi nafikiri nitakufa nikiwa hivi hivi. Hapana, niko hapa kukuambia leo ulikusudiwa kushinda na sio kushindwa. Haleluya. Haleluya. Kumbuka mtoto anapokuwa tumboni 90% yuko kwenye maji. Huko tumboni kwa mama 90% mtoto huyo yuko kwenye maji 90%. Lakini anapozaliwa tu, alafu akifika huku duniani, anaanza mtoto akitaka kushika maji, acha. Akitaka kushika kikombe cha maji, acha. Kwa inaanza kumjengea hofu. Alafu mwisho wa siku akikuwa ni mtu mzima anaanza kuogopa maji. Lakini ilikuwaje wakati huku tumboni alikuwa kwenye maji 90%? Ni kwa sababu hofu zimeanza kufanya nini? Zimeanza kumuingia. Watu wameanza kumuingizia hofu. Niliona kwenye mtandao ilikuwa YouTube ile. Niliona vitoto vidogo vya miezi 8 ni mapacha. Nilikuwa ni Marekani ile nadhani. Baba yao anawachukua, anawaweka kwenye swimming pool. Vitoto havizami. Yaani kwenye swimming, yani mimi nashika hivi kitu asema Mungu wangu, watakunywa maji hao. Lakini viko tu hapo, yani viko juu tu vinaelea tu hivi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tunapozaliwa tunaanza kukutana na hofu. Unapozaliwa tu unaanza tayari mtu anaanza kukupa hofu. Kwa hiyo ndio maana somo langu leo linasema ulikusudiwa kushinda na sio kushindwa. Uko kushindwa ni hofu mbalimbali za dunia ambazo zinaanza kukukumba ukianza kukutana na mazingira. Ndio maana Biblia inasema maana sisi tunaenenda kwa roho wala si kwa mwili. Haleluya. Mungu anapokuletea mitihani na majaribu mbalimbali, lengo lake sio kukuua, hapana. Lengo lake ni kukufanya uwe imara zaidi. Sijui kama ninaeleweka kwa hilo. Mungu anapoleta mitihani kwako, mitihani mbalimbali, lengo la Mungu sio akuue. Lengo la Mungu ni kukufanya wewe uweze kuwa imara zaidi, kwa sababu wanaohitajika ni watu imara. Ndio maana sisi tunaitwa ni askari wa Bwana. Askari, yani wakati wa kufanya mazoezi mpaka unaweza kuwahurumia. Huku njiani tutakutanaga na wanajeshi huku, yani unakuta wamepangiwa watembee kilomita 80 kwa miguu. Unaweza kusema ili jeshi halina huruma, lakini jeshi linahitaji watu strong, jeshi linahitaji watu wenye nguvu, watu ambao watavumilia. Alafu mwisho wa siku ndio hawa wanajeshi tunaanza kusema wanajeshi mbona wanakula mshahara mkubwa, lakini haukuwepo wewe wakati shida wanazozipitia, wakati tabu wanazozipitia, wewe haukuwepo pale. Na ukumbuke wanajeshi hawa ndio wanaoenda kulinda mipaka ili wewe ukae salama. Mimi nikirudi nyumbani, yani pale nyumbani napenda nivae tu bukta hivi, alafu na singlet. Alafu huku nimeweka miguu kwenye meza naangalia TV. Lakini kumbuka yeye kwa mwanajeshi hafanyi hivyo. Mwanajeshi yeye hapo mguuni ana buti kama 1.5 kilo hapo mguuni.
Lakini vesti yake wewe wakati umerelax, vesti yake yeye ni bulletproof, kile kizuia marisasi kile. Kwa mwanajeshi yeye kulala kwake au mpenzi wake wakati wewe umelala kuna watoto na watoto. Wakati wewe umelala na mke wako, yeye mwanajeshi amelala amekumbatia bunduki hivi ili wewe ukae salama. Lakini ukumbuke huyu mtu alipitia mazoezi ambayo mazoezi haya yalimfanya kushinda mpaka afike hapo alipofikia. Haleluya. Kwa Mungu anapokupa mitihani, hakupi mitihani ya kuue. No. Kuna watu wengine wanakuta mpaka watu wametunga nyimbo. Watu wametunga nyimbo, Yesu mpenzi wangu wa rafiki na kutafuta umeenda wapi? Wakati Yesu anasema mimi nipo karibu kuliko nguo unayoivaa. Wapi? Ni kwa sababu tumekubali kubebwa na mazingira. Haleluya. Kuna wakati maishani unakuwa ni kama umeachwa na Mungu hivi. Kuna huo wakati maishani ni kama Mungu haoni vile wewe unavyohangaika. Ni kama, lakini nataka ukumbuke kuwa Mungu anakutaka wewe uwe shujaa. Haleluya. Kuna bwana mmoja aliona maono, akaona yuko na Yesu anatembea naye hivi. Wanaenda, alafu ni kama usingizi hivi ukampitia, alafu baadaye anajiona yuko ng'ambo kule. Lakini kule anakoangalia anaona kuna nyayo za watu wawili. Hapo ambapo palikuwa ni pabaya, akaona wayo wa mtu mmoja, akaanza kumlaumu Yesu, anaambia mbona uliniacha pale? Yesu akamwambia hapana, sikukuacha. Zile nyayo ni za kwangu mimi. Wakati ulipofika pale nijua uwezi kutembea, mimi nilikubeba. Nilipokubeba ndio tumefika huku. Kwa hizo nyayo sio za kwako. Kwa kuna wakati unaweza kaona kama Mungu hivi amekusahau, ni kama Mungu amekuacha, lakini nikuambie ukweli kuwa Mungu yuko karibu sana kuliko nguo unazovaa. Amen. Kwa vyovyote vile unavyoweza kufanya, hakikisha unapiga hatua kuelekea kwenye ushindi wako. Aliwahi kuongea mtu mmoja alikuwa anaitwa Martin Luther. Aliwahi kuongea, alisema kama hauwezi kupaa, kimbia. Kama hauwezi kukimbia, tembea. Kama huwezi kutembea, anza kutambaa. Yaani kwa vyovyote tu vile, lakini hakikisha unafanya movement. Hakikisha unaanza kutembea, kwa sababu kuna watu wengine wanakuta kuna mtu mwingine yeye hafanyi hatua yoyote ile. Ni kwa sababu, naweza kusema ni kwa sababu ya kukosa maono. Bwana asifiwe. Kwa mwendo wowote ule, hakikisha ushindi unakuwa uko mbele yako. Wangapi wanakumbuka safina ya Nuhu kwenye Biblia tunaisomaga? Safina ya Nuhu waliingia wanyama wa kila aina. Mle ndani mpaka konokono aliingia. Na mnajua spidi ya konokono. Kama Mungu alikuwa mvumilivu kumvumilia konokono na spidi yake ndogo vile aweze kuingia, alafu ndipo safina ifungwe, unadhani wewe atakuacha? Hawezi kukuacha. Yaani kwa vyovyote vile ndio nikasema kama huwezi kupaa, kimbia. Kama huwezi kukimbia, tembea. Kama huwezi kutembea, tambaa. Lakini hakikisha unasogea hatua moja kuelekea ushindi wako, kwa sababu ni rahisi sana kusema nimeshindwa kuliko kusema mimi ni mshindi. Hilo ni kuambia ukweli. Biblia inasema aliye dhaifu na aseme nina nini? Aliye masikini aseme mimi ni. Aliye mgonjwa aseme mimi ni. Aliye na njaa aseme mimi nimeshiba. Hiyo inahitaji imani, ndugu zangu. Na imani inakuwa kama uchizi fulani hivi. Yaani unapoamini Mungu watu wakuona wewe ni chizi. Yaani unapomwamini Mungu, yani unapoanza kuwapa watu kuambia unajua mimi nitakuwa hivi na hivi. Alafu mtu akikuangalia hali yako anasema nafikiri huyu amechanganyikiwa akili. Biblia inasema nani huyu Ibrahim alikuwa anaitwa Abraham mwanzo, kabla Mungu hajambadilisha jina. Na mkewe alikuwa anaitwa Sarai. Mungu akaja akawabadilisha jina kutoka Abraham kuja Ibrahim, manake baba wa mataifa. Na Sara kutoka Sarai kuwa mama, manake mama wa mataifa. Alafu Ibrahim anapita njiani hivi anatembea, ni kama hivi mchungaji sisi asalimia Abraham ujambo, anasema hapana, usiniite Abraham, niite Ibrahim, baba wa wengi. Watu wakasema huyu ni kichaa huyu. Baba wa wengi, mke wake tasa. Hao wengi wanatoka wapi? Si unaona imani namna ilivyo? Maana lazima uwe ni mtu wa kukiri masuala ya ushindi. Ukiwa unakiri kushindwa, siku zote utashindwa. Kwa sababu kumbuka, wewe ulikusudiwa kuwa mshindi. Haukukusudiwa kushindwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
wakina Shadrach, Meshach na Abednego ilionekana ni kama wameshindwa. Lakini kumbuka walivyojitoa muhanga, walisema hivi, huyu Mungu hata asipotuokoa kwenye hilo tanuru la moto, bado anabaki kuwa Mungu. Hiyo ilikuwa sio imani ya kawaida. Kumbuka Biblia inasema hivi, ukumbuke kipindi hicho hawa wanaowatupia kwenye lile tanuru la moto ni majitu yameshiba kweli kweli. Lakini Biblia inasema kwa ukali wa moto ule moto uliwateketeza hawa waliowatupia wakina Shadrach, Meshach na Abednego kule ndani. Lakini wao wako tu. Mfalme sasa akatoka aende aangalie, anashangaa mle ndani. Alafu jamaa wanapiga story, moto unawaka hivi umechochea. Alafu jamaa wanapiga story kawaida tu, yani Mungu ni mwema sana. Alafu katikati yao mfalme anasema, mbona tulitupa watu 3? Mbona naona kuna mtu 4 mle ndani? Alafu huyu mtu ni mfano wa miungu. Alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe, ambaye amekuja kwa ajili ya kuwapongeza hawa washindi ambao wamekubali. Yani walikubali kusacrifice maisha yao, lakini kwa ushindi, na ushindi ulitokea ushindi mkubwa sana. There is no victory without sacrifice. Usitegemee ukawa mtu wa kawaida alafu uishi maisha tofauti na wengine. Na ukumbuke kuna watu watuambiaga muda ni pesa, si ndio? Time is money. Lakini Bishop Gary aliwahi kutuambia hapa akasema, no, time is not money. Kwa sababu pesa ulizozipoteza unaweza ukafanya juhudi ukazirudisha. Yeye akasema time is life. Muda ni maisha. The moment muda umepotea hauwezi ukaurudisha tena. Lakini ukumbuke muda hauzeeki ila wewe ndio unazeeka. Ukumbuke muda hauendi ila wewe ndio unaenda. Kumbuka hilo. Nataka ukumbuke hilo jambo. Ndio maana unaona kuna watu tumewakuta wameishi alafu wameondoka. Muda upo tu, wenyewe upo tu. Lakini kwa nini wanasema kuwa hebu kaa vizuri na muda? Kwa sababu muda utakuacha wewe. Sijui kama ninaeleweka vizuri. Time is infinity. Kwa muda huwa hauzeeki. Anayezeeka ni wewe. Muda huwa hauendi, anayeenda ni wewe. Ndio unatakiwa uende. Ndio maana leo asema, una miaka mingapi? Mimi hapa na miaka 50. Ushazeeka wewe. Kwa nini? Ni kwa sababu ya yeye. Kwa hiyo ndugu zanguni, kumbuka ushindi bila kujitoa sadaka au kujitoa muhanga, hauwezi ukapata ushindi. Hata wanafunzi wako hapa leo, na wao wanajua kabisa kuwa bila kukazana, bila kuachana na usingizi, kufaulu masomo siwezi kufaulu. Uongo kweli wanafunzi? Si ndio? Mtaamka usiku, mtajisomea. Kuna wakati mwili hautaki. Kuna wakati mwili unakuambia hapana, wewe nenda ukalale, nenda ukapumzike. Lakini unafikiria, unasema no, kuna tuition tumepewa hapa, ni lazima niende nikafanye. Ndio maana wanaoibuka ni washindi ni watu ambao wamejisacrifice maisha yao. Kwa sababu ushindi hauji hivi hivi. The moment tu vile ulivyosema tu kuwa amezaliwa mtoto, whether alikuwa ni wa kike au ni wa kiume, pale mapambano ndipo yanapoanzia pale. Maana maisha ni kufanyaje? Ni kupambana. Usitegemee utegemee ushindi wa mtu mwingine, ule ushindi wa mtu mwingine ndio wewe uwe nao. Sio kweli. Hii dunia haiko hivyo. Dunia hii haikuumbwa mtu apigane vita vyako. Pigana vita vyako mwenyewe. Goliati wako muangushe wewe mwenyewe. Mimi sijui Goliati wako ni nini. Inawezekana Goliati wako ni uchumi. Goliati wako ni afya. Inawezekana Goliati wako ni kazini kwako. Inawezekana Goliati wako ni vitu mbalimbali. Huyo Goliati wako una wajibu wa kumuangusha wewe, sio mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, ninaeleweka? Kumbuka ulikusudiwa kushinda na sio kushindwa. Ndio maana Biblia inasema sisi tu washindi. Nasi tunashinda zaidi ya kushinda katika yeye afanyaye nini? Yes, atutiae nguvu. Kwa sababu nguvu sio za kwako, lakini kupambana ni wewe ndio unatakiwa upambane. Ndio maana ukija hapa kanisani, sisi kanisa letu sio aina ya kanisa lile kuwa kapokea nyumba, kapokea gari. Nakwambia hamna. Nyumba aliyoiacha nani? Kuna mzee mmoja alikuwa ndio yuko karibia na kukata moto, akawaandikia wosia watoto wake. Amejenga nyumba nzuri sana. Akawaambia mahali fulani kwenye ukuta nimechimbia hapo urithi wenu, kwa nendeni mkauchukue hapo.
Wale watoto wakaenda pale, sasa inabidi mahali hapo ubomoe. Kumbe yule mzee anajua hiyo nguzo ukibomoa nyumba yote inaenda chini. Walipobomoa hivi kweli wakakuta ujumbe kibox hivi. Alafu wanachukua wanasoma, mzee, jengeni ya kwenu kwa sababu na mimi pia nilipambana. Lakini nyumba ile ishabomoka tayari. Kwa nini anataka wapambane? Maana ni mapambano maisha, si ndio? Lazima tuweze kupambana, lakini sisi sio baba wabaya. Yani kama wewe ni baba, waandalie watoto wako masuala ya urithi. Biblia inasema baba mwema uandalia wana wa wanae urithi. Haleluya. Ni kwa sababu tu hatujui kanuni za Biblia. Lakini kwa kanuni ya Biblia, mimi mali yangu haitakiwi iwe ya watoto wangu, hapana. Mali yangu inatakiwa iwe ya wajukuu wangu. Yani wale watakaozaliwa na wanangu ndio mali yangu ni warithishe wao. Alafu mali ya watoto wangu yatakiwa baba yangu ndio warithishe wao. Lakini sasa kama mnavyojua Bongo, mtu mmoja aliimba Bongo bahati mbaya, lakini ukweli sio bahati mbaya. Kama mnavyojua Bongo, mzazi anakuambia katafute na wewe vya kwako kwa sababu mimi nilivyokuwa napambana wewe haukuwepo. Lakini kumbuka, lawama hutakiwi umpelekee mtu yeyote yule, si ndio? Lawama unatakiwa, ngoja nikwambie mtu wa kumlaumu. Nataka nikuambie leo hii mtu wa kumlaumu. Hapa kwenye hiki choo cha wanawake na kile choo cha wanaume kuna kioo pale. Nenda pale mbele ya kioo, alafu anayesimama pale mbele ya kioo, huyo ndio wa kumlaumu. Maana yake wewe ndio wa kulaumiwa kama haujapiga hatua yoyote ile. Kwa sababu wewe, kwa nini hujauelekea ushindi wako? Kwa nini wewe umeamua kukaa hivyo hivyo? Kwa nini umekubali kushindwa? Kwa sababu maisha ni mapambano. Asikwambie mtu tu sasa maisha ni lele mama, sio kweli. Bila kupambana hii dunia hautoboi, labda utoboi maboksi. Dunia hii inahitaji, yani ili usonge mbele lazima upambane. Lakini ukiacha kupambana utaona wenzako wanasonga mbele, wewe unasonga ugali. Kwa sababu umeacha kupambana. Watu usifanye mchezo. Watu wanaenda mpaka kwa waganga wa kienyeji. Hiyo yote anatafuta nini? Anatafuta ushindi. Anatafuta aweze kushinda. Ndio maana leo nakuambia ulikusudiwa kushinda na sio kushindwa. Haleluya. Kwa hiyo yeyote asikubabaishe. Mtu yeyote asikuambie chochote kile. Hivyo ulivyoumbwa ni Mungu amekuumba hivyo. Na utapata ushindi hivyo hivyo. Ujue kuna vitu vingine huwa vina walimiti watu kwa sababu ya background pengine ya maisha aliyoyapitia, au kwa sababu ya familia aliyoipitia, au kwa sababu ya mahali ambako. Ngoja nikupe mfano mmoja. Kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Waamuzi, kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Yefta. Alikuwa yeye baba yake yule alikuwa kuna namna fulani amefanya ukorofi huko mtaa wa 8 kule. Na baada ya kufanya huo ukorofi, Yefta akapatikana. Ikabidi sasa kama baba amlete Yefta ndani ya nyumba hii hapa. Basi akakaa na ndugu zake pale. Wanaenda hivyo, na ni mtoto wa hapa. Lakini sasa lilipofika swala la urithi, wale ndugu zake wakamwambia, wewe hautarithi pamoja na sisi kwa sababu wewe ni mtoto wa kahaba wewe. Wewe sio mtoto wa nyumba hii. Tutakuua. Yefta ikabidi achomoke mbio, aende mbio huko. Biblia inasema akaenda kuungana na watu mabaradhuli. Mabaradhuli ni nini ndugu zangu? Kuna mtu anaweza kaniambia baradhuli, yani ukisikia huyu ni baradhuli, maana yake nini? Yes, waovu. Yes, tuseme hivyo. Akaenda akaungana nao kwa sababu huko amekimbizwa huko. Kaenda kaungana na wale watu, basi wakaendelea na misheni zao. Kwa sasa zamani zile misafara ilikuwa inapita kwa farasi na nini, mambo kama hayo. Lakini kumbuka huyu mtu alizaliwa na mzee wake hapa. Na huyu mzee baada ya kumzaa watoto wenzie wakamwambia uwezo karithi na sisi, nenda kule. Jamaa akakimbilia huko. Lakini lilipokuja swala la vita katika taifa la Israeli, wale wazee wa Israeli waliangalia, wakaona hapa wa kututoa ni yule jambazi yule. Ikabidi wamfuate, wamwambie mzee wetu, tumekuja tukupigie magoti, twende ukatukomboe. Naye Yefta akasema, sasa mimi huko nimekimbia, mlitaka kuniua. Wakaambia hapana, sitakuapia mbele za Bwana hautakufa.
Ikabidi Yefta atoke kule aje huko, akaenda kupigana vita na akawa muamuzi wa Israeli. Tukisema muamuzi manake mfalme wa Israeli kwa kipindi kile. Hivi inakuwaje mtoto wa mwanamke kahaba atoke afukuzwe akaungane na majambazi, alafu mwisho wa siku amerudi ikulu anakuwa yeye ni mfalme? Ni kwa nini? Kwa sababu Yefta alikuwa na wajibu wa kupambania yeye mwenyewe. Kama asingekuwa ameonyesha, wazee wale wasingemuona. Biblia inasema jitahidi kujionyesha kwa umefanyaje? Umekubalika. Jitahidi kujionyesha kuwa wewe ni mshindi. Usikae kinyonge nyonge tu hivi, watakuonea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usikae kinyonge nyonge, watafanyaje jamani? Niliwahi kuambia hapa, mimi nilikuwa mdogo hivi wakati nasoma shule, nimeenda kijijini kwa babu, nimepelekwa kule. Sasa wakati anko wangu anapelekwa shule na mimi nikangangania. Kaambia na mimi afu nalia kabisa. Babu akasema basi twende. Kwa tukaenda wote. Sasa maana anko wangu ndo alikuwa yeye aingie shule, aanze darasa la kwanza, na mimi nikangangania, lakini mimi ni mdogo kuliko anko wangu. Kwa mle darasani nikajikuta mimi ndio mdogo kuliko hivi. Alafu watu wananionea. Mara nalia. Kuna siku anko akaniambia, "Hivyo unalialia nini?" Akanichapa fimbo. Nikaona anko amenionea sana. Sasa kwa nini ananipiga sasa? Lakini anko kumbe anataka mimi niwe mshindi. Bwana asifiwe. Sasa unaonewa nini? Sasa siku moja tuko tunacheza hivi mpira. Wamekuja na wao na anko huyu tunayesoma naye na anko kaka yake yule ambaye ni anko mkubwa amekaa pale. Bwana mmoja akaja amezoeaga kunionea. Yaani akifika tu anaanza kufoka. Ndafi mimi nafiata mkia. Akaja siku nikamwambia, "We, thubutu. Hebu piga uone hapa." Lakini huku macho anamwangalia anko yuko pale. Nikamwambia, "Hebu piga hapa uone, piga uone." Akabaki anashangaa, aka katoto leo kamepatwa na nini? Huo mkwara aliondoka na hakunirudia tena. Kwa hiyo ukiwa mnyonge hivyo unafanya hapana. Biblia ndio maana imesema aliye dhaifu na aseme mimi nina nguvu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kutoa mifano ambayo niliwahi kuwaambia, lakini ni mifano ya kujenga, si ndio? Mifano ya kufanyaje? Ya kujenga. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya Bishop Gary hapa. Waliwahi kuja wageni, akija na mtumishi wa Mungu aliyetangulia mbele za haki, Jerry Saveli. Tulikuwa tuko kule Sakina. Sasa mimi akili bado ni ile akili ya kitumwa ile wanaita colonial mind ile. Unajua wazungu hawa wana hela hawa. Kwa siku hiyo nimevaa vibaya ili wazungu wanionee huruma. Nafika mzungu mmoja akaniambia, "Leo umevaa vibaya kweli." Kasa mimi nilijua atanipa hela anionee huruma. Lakini ni baada ya kuwa nimeanza sasa hapa akilini kuweka mambo sawa ndio nikakaa vizuri. Walipokuja awamu nyingine nimetokea pale na suti akasema, "Yes." Akanifanyia hivi mzungu. Fahamu mchezo wewe mzungu akikufanyia hivi. Kwa sababu sasa hapo nikaamua kuwa mimi nitapambana mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini katika mapambano haya tunaye Baba anayetupigania. Tunaye Baba anayetushindia. Tunaye Baba anayetupa ushindi. Tunaye Mungu mwenye nguvu ambaye yeye anasema usiogope. Ndio maana unasikiaga wahubiri wanasema kwenye Biblia usiogope mara 363. Yaani kila siku ukiamka Mungu anakuambia usiogope. Kila ukiamka Jumanne usiogope. Ukiamka mwezi wa 8 usiogope. Mwezi wa 10 usiogope. Mwezi wa 12 usiogope. Mwezi wa 13 haupo. Mwezi wa kwanza tena wa mwaka mwingine usiogope tena. Kwa sababu tunaye Mungu nani? Mshindi anayetupigania. Lakini tunaye Yesu Kristo aliyeshinda pale msalabani. Nilikuwa naongea mchungaji sisi wakati anafungua ibada hapa kuwa baada ya kwenda kule kuzimu akamnyang'anya shetani ufunguo, alafu akarudi huko mwamba, anarudi anadunda namna hii. Alafu anawakuta wanafunzi wake anasema, "Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani na mimi nimewapa nyinyi hayo mamlaka." Yes, maana huyo ndio mshindi, mwanaume aliyetembea juu ya dunia hii miaka 2000 iliyopita, ambapo shetani hakuweza na kazi zake. Shetani alijua nimemweza lakini hakumuweza. Sasa kama tunaye yule aliyeshinda ambaye ndio tunayemwabudu sisi, kumbuka na wewe pia vile vile ni mshindi pia vile vile. Amen. Shetani alituonea sana, lakini baada ya kuja mwamba
mwamba baada ya kutinga. Biblia napenda inasema ile hati ya mashtaka ambayo shetani alikuwa anatushtaki nayo kwa Mungu ile, baada ya kuja mwamba aliichukua akaigongomelea msalabani. Biblia inasema akaifanya kuwa mkogo. Yaani ile hati ambayo shetani alikuwa anasimama nayo mbele za Mungu, Biblia inasema akaifanya kuwa kituko. Sijui kama unaelewa. Kwa kuanzia pale wewe sio mtenda dhambi tena. Huku ukijua unaye nani? Unaye Baba. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Kuna familia moja huku kanda ya ziwa huku. Unajua sisi familia za Kiafrika tunajuaga. Yaani watu wengi ndivyo walivyo hivyo. Sio wote. Wanajuaga. Yaani hiyo ni mindset imetengenezeka. Mtu akizaa mtoto wa kwanza ni wa kike, wa pili wa kike, wa tatu wa kike, wa nne wa kike, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane wa kike, wa tisa wa kike, mpaka wa 10 wa kike. Huyu mtu anasema basi bwana. Kwa hiyo mindset sasa kwa huyu mzee ilikuwemo kwenye akili yake. Amezaa mtoto wa kwanza mpaka wa 6 wote ni wa kike. Alafu alipokuja kuzaa mtoto wa 7 ni wa kiume. Alimshukuru Mungu sana. Na alichinja na ng'ombe kabisa siku hiyo. Kwa kale katoto kakao kanapewa special treatment tofauti na dada zake. Kale katoto yani kako kama yai hivi unajua kama yani wanakatuza kama mayai hivi. Na katoto na kenyewe kale wakati kanakuwa kameanza kupatapata akili kakajua hilo. Kalivojua hiyo kakaka anawanyanyasa mpaka dada zake sasa. Na dada zake kale kanawaambia yani kanaweza kuwaambia chochote tu. Wale dada zake sasa wanajua huyu ni mtoto. Kwa wanaacha tu. Basi sasa siku hiyo kakapanda viwango katoto. Yaani kutoka kwenye diploma kakaenda mpaka kwenye degree. Siku hiyo kakampa na la kumpa baba na yeye. Baba akasema unasemaje? Kakamuongeza lingine. Baba akasema Wasukuma wafanyaga huyu mtoto anijui. Baba alikachukua, alikatandika fimbo, akakakanyaga teke kakaenda kule kakazimia kwanza. Alafu kakaa amekasubiri ameshika kiuno hivi. Kakilipozinduka kakanyaga tena lingine kakaenda kule. Kale katoto kuanzia pale kakajua dunia hii hakuna mtu mkali kama baba. Kwa hata kamkute mtu ni mkubwa mwili kuliko baba yake, kanaamini baba ni mkali, huyu atampiga atakanyaga teke kule. Ikafika sasa mahali wameenda polini kukata kuni. Wakati wanakuja, maana ni sehemu karibu na poli hivi. Wakati wanakuja simba huyo hapo. Akili ya mtoto inajua baba ni mkali. Huyu simba kitu gani? Katoto kakaenda pale yani kama kanamfanyia kanamchezea. Sasa simba naye ameshindwa kuelewa yani ni nini? Maana simba anapenda mawindo, anapenda ukikimbia hivi ndo aanze kukukimbiza. Sasa ashindwa kuelewa. Simba kabaki na unguruma tu. Lakini katoto kanaye alafu maana akachukua fimbo kama akataka kumchapa hivi. Simba hakuelewa. Katoto kamecheza kamemaliza kakapita kakaenda. Naye simba amepigwa na butwaa naye. Anashangaa naye ni kituko hajawahi kukutana na hiyo. Jana anajaribu kutishia lakini katoto na kenyeka yani akiunguruma katoto na kenyeka anafanyia Simba kashindwa kuelewa hii ni nini, haya mawindo ya namna gani leo. Wanyama na wao wana akili pia vile vile. Basi katoto kakapita. Sasa ikafika zamu ya baba sasa naye apite. Sasa baba alifaulu kweli kupita. Akaenda akatua ule mzigo, lakini mzigo unaanguka huko naye akaanguka huko akafa. Yaani kumbe kuanzia pale simba wakati yuko baba alishakufa tayari yani anaona anajua kabisa mimi nishakufa tayari. Lakini angalia imani ya huyu mtoto aliyoijenga kwa baba yake, hana wasiwasi na huyu simba. Lakini sisi tuna wasiwasi. Biblia Yesu alisema msifanye wasiwasi. Msisumbuke tule nini tunywe nini kwa sababu nyinyi ni washindi. Alichotuambia tafuteni kwanza nini? Ufalme wa Mungu. Mengine haya ni nyongeza tu. Kushinda lazima utafanyaje? Utashinda. Haleluya. Na hata hapo ulipo ndio maana nimekuwa hapo ulipo tu penyewe umeshashinda tayari. Na ndio maana wale watoto milioni 290 na ngapi na ngapi na ngapi wao hawakutokea, lakini wewe ndio umetokea. Maana yake wewe umetoka mshindi wao. Haukuzaliwa bahati mbaya. Haleluya. Haukuzaliwa nini?
Hata ukiambiwa, hata mama yako akuambie, oh mimi sijui nilikutana na watu njiani na hivi wakanifanyia vitu vya ajabu, wewe ndio ukazaliwa, mwambie kwa njia hiyo Mungu alitaka nizaliwe kwa njia hiyo. Haleluya. Biblia inasema anayatukuza mambo manyonge, na Mungu huwa hahitaji watu ambao wako perfect kabisa. Mungu anapomkusudia mtu, kila mtu ana historia nyuma ya pazia. Yaani kila mmoja unayemuona kwenye Biblia alikuwa na historia ambayo pengine usingeipenda hiyo historia. Hata Daudi mwenyewe pale alipo. Daudi hakuwa mtoto wa ndoa ya mzee Yese. Ndio maana nabii alipokuja anasema nimekuja hapa nimtie mafuta mfalme. Mzee Yese alileta watoto wake wote wakaja hapa. Amekuja wa kwanza, limeenda hewani, jamani handsome, jamaa limesoma, mzee Yese akasema huyu nafikiri ndo atakuwa mfalme. Nabii akamkataa. Akaja mwingine naye ana mambo kidogo hivi kama ya kisiasa. Mzee Yese akasema basi atakuwa ni huyu kwa sababu anataka kuwa mfalme. Nabii wa Mungu akakataa. Akaja mtoto mwingine naye hivyo akakataa. Akaja mwingine akakataa. Inabidi sasa nabii aulize kuwa hauna mtoto mwingine. Mzee akaanza sasa, huyu mtoto niliye naye sio wa nyumba hii. Sasa hapa inakuaje? Nabii akasema huyo mtoto tutamsubiri. Hatutakula, hatutafanya nini? Aje hapa nimuone. Lakini Daudi katoto kadogo kako huko kanachunga mbuzi huko. Na jamii za Kimasai nafikiri wanajua mtoto akiwa anakaa sana na mbuzi, kama kuna mabeberu kwenye hiyo jamii ya hao mbuzi, mtoto naye atakuja nyumbani ana harufu kama ya beberu vile vile. Kwa sababu yeye ndio mchungaji, anakaa nao pale awarudishe huku. Uongo kweli jamani? Si ndio Kwa hiyo iko sasa katoto kamekuja na kenyewe pale kananuka harufu ya nini? Harufu ya mifugo. Nabii alipokaona tu hivi hakuongea neno lolote. Alichukua tu ile pembe ya mafuta akaenda akamimina juu yake. Lakini hapo kumbuka, huyu mtoto sio mtoto wa ndani ya ile familia, ni mtoto wa nje. Kwa ndio maana nakuambia kwa vyovyote vile iwavyo, mtu asikuvunje moyo. Mtu asikukatishe tamaa. Usifanye mambo mengine yakawa ni kikwazo kwako. Hata Mungu alimwambia Musa, nimekutuma nenda kwa wana wa Israeli. Musa akaanza kujitetea akasema mimi nina kigugumizi. Akamwambia kwani mimi sina kujua? Yeremia wakati anaitwa anaambiwa nimekuita uwe nabii. Yeremia anasema mimi ni mtoto mdogo. Akasema no, sio wewe utaongea. Ni mimi nitaweka maneno yangu kinywani mwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uibuke mshindi. Na lazima ujionyeshe kuwa sasa mimi ninataka kuibuka niwe mshindi. Katika jambo lolote unalolifanya, usikubali kuwa wa mwisho, kuwa wa kwanza. Ukiona umekuwa wa mwisho, usijisikie vibaya. Iwe ni challenge kwako kuwa no. Sasa mimi nimekuwa namba hii hata wanafunzi shuleni. Mimi nimekuwa kati ya wanafunzi 100, mimi nimekuwa wa 79 au nimekuwa wa 98. Sasa nafanya juhudi ili nipande. Hata ukipanda ukawa wa 90 ni hatua umepiga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yes, Mungu ametukusudia wote tuwe washindi, ila ni adui ndo anatuletea hofu mbalimbali ambazo hofu hizi sasa ndizo zinazotufanya tuanze kurudi nyuma. Lakini ukimsikiliza Mungu, yeye aliyeshinda, ukimsikiliza Yesu Kristo, yeye ambaye ameshinda mauti na kuzimu, wewe utaibuka mshindi. Kwa sababu ndivyo ulivyokusudiwa uwe mshindi kwenye hii dunia. Ndio maana Yesu alisema siwaombei uwatoe kwenye ulimwengu huu, bali ninawaombea uwalinde na nani? Na yule mwovu. Kwa sababu yule mwovu kazi yake ni kutaka kukuvuta nyuma. Ndio maana ukuta hata kwenye matoleo, hata kwenye sadaka, alikuwa anaongea mtumishi wa Mungu niko pale. Ni ukweli kabisa, yaani unakuta kuna jitu lina mali nyingi, alafu kwenye kutoa sadaka kuna ile dhana imejengeka kichwani kuwa sadaka toa chochote ulichonacho. Kwa Mungu hatuleti chochote ulichonacho. No, tuna Mungu the best. Wazungu wanasema give God the best and he will give you the rest. Mpe Mungu kilicho bora naye atakupa yote yaliyosalia. Ndio maana utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nimalizie na mfano huu hapa wakati namaliza. Kuna baba mmoja alikuwa amemwambia mtoto wake nenda chumbani kalete pesa. Mtoto akaenda chumbani, akarudi akamwambia baba pesa hamna. Akamwambia hapana, hakuna mtu ameingia hapa. Nimeweka hizo pesa kwenye meza. Nenda tena. Mtoto akaenda tena, amefika akarudi tena akasema baba hela hamna. Akamwambia hapana wewe mtoto, mimi ndo nimeweka.
au unaangalia vibaya. Hebu nenda tena. Mtoto akaenda tena, akarudisha jibu hilo hilo, akamwambia baba, hela hamna, pale mezani nimekuta kuna sadaka tu. Kumbe pale mezani mzee ameweka hizi coins. Na mtoto kila anapoenda kanisani anapewa coins aende akatoe. Kwa akili ya mtoto ikatengeneza zile coins sio pesa, ila zile ni sadaka. Sio kama unaelewa hicho kitu. Kwa akatengeneza kwenye akili zile ni sadaka. Ndio maana anamwambia babake, hela sijakuta. Ndio mwisho mara ya tatu anamwambia babake, nimekuta tu kuna sadaka pale mezani. Ni kwa sababu walimuona baba huyu naye akiwa anatoa shilingi 200, shilingi 300, shilingi 500. Hauwezi ukashinda kwa namna hiyo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wenzetu wao wanaenda kwa waganga wa kienyeji, anaambiwa kalete ng'ombe wa 2,000,000. Kama hauna mtu mmoja alienda kwa mganga akamwambia, bwana nimekuja unitengenezee mambo yangu. Mganga akamwambia utatoa 1,000,000 alafu utaleta na TV ya inchi 65. Yule bwana akasema, siku hizi amwagizaji kuku mweupe sijui mwekundu. Akaambia, mambo ya kizamani hayo. Unataka nikutengenezee mambo yako, leta 1,000,000 na inchi 65 TV flat screen. Sasa kama waganga wachawi wameadvance, sisi kwa nini hatuja advance? Kabisa. Mtu anaagua anakuambia nenda kalete TV. Sasa TV nini? Ambia kama hutaki nikutengenezee mambo yako nenda bwana. Mimi nilijua utaniambia kuku mwekundu. Akaambia mambo ya kizamani hayo. Sasa hivi tuko digitali. Sasa sisi kwa Mungu unamletea Mungu shilingi 50, shilingi 100. Hatukatai kama ndio ulionayo. Lakini kuna ile dhana iliyojengeka. Hauwezi ukashinda kwa shilingi 100, kwa shilingi 50 unazomtolea Mungu. Lazima ujiongeze kiwango wewe mwenyewe. Kuna watu wakitoa shilingi 1,000 siku hiyo inauma mpaka. Ndicho Mungu anachokitaka hicho. Haijauma, haijawa sadaka. Kama ukiona unatoa kitu alafu na unasahau, manake ujue hiyo sio sadaka. Lakini ukitoa kitu mpaka wiki nzima unakumbuka kuwa nilitoa 10,000 siku ile, ujue hiyo imekutingisha, hiyo ni sadaka. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu alisema ngoja nitakaa leo kwenye chombo hapa. Akakaa kwenye chombo, anaangalia, akaona yule mjane ametoa senti 2, ndio aliyokuwa nayo. Akitoka hapo hajui ataenda kuishije. Sasa unadhani Yesu alimwacha hivi hivi? Hakumwacha hivi hivi, alimpa na hela nyingi kabisa, kwa sababu yule mwanamke alikuwa ni mwanamke wa mfano. Ili uweze kushinda lazima uweze kujionyesha. Kuna watu wasemaga huyu anatoa anajionyesha. Mwache ajionyeshe. Biblia inasema mtu anayejisifu na ajisifu kwa sababu amenijua mimi Mungu. Sisi kama unaelewa hilo. Mtu anayejisifu na ajisifu kwa sababu amemjua Bwana. Sasa kama mtu anajisifu kwa sababu amemjua Bwana, utasema mtu anajisifia? Kuna watu wasemaga huyu anapenda masifa. Hakuna mtu asiyependa sifa kwenye hii dunia, nikwambie. Mpaka na huyu anayekataa ukimsifia, alafu ni wanafiki anakuambia umependeza, utukufu kwa Mungu. Hakatai. Hasemi hapana usiniambie hivyo. Anakuambia ni Bwana. Lakini aliyevaa sio Bwana, ni wewe ndio umevaa. Nimekuambia wewe ndio umependeza. Maana yake huo utukufu ni wa nani? Ni wa kwako. Si ndio jamani? Hivi unajisikiaje umenunua nguo ya bei ghali, umekuja kanisani na kweli wewe umejiona kwenye kioo umependeza, alafu hakuna mtu hata mmoja anakuambia umependeza? Unajisikiaje? Utarudi nyumbani unasema sasa imekuaje? Na kuna watu wengine waga wanajiongeza. Ukimwambia umependeza anakuambia sasa juzi ndio hujaona. Yaani ndio nilikuwa nimewaka hivi. Huyu mtu amejitambua, anajielewa. Tumewahi kukutana na watu hivyo maishani, si ndio? Wewe mwambie umevaa gauni limekupendeza, sasa lile la juzi lile kwenye send off pale. Ngoja nitakuonyesha picha. Huyu mtu amejitambua na anajijua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wangapi hapa wataibuka washindi? Wangapi hapa ni washindi? Naomba washindi wote tusimame. Amina. Ninataka ukitoka hapa, toka na hiyo akili kuwa mimi ni mshindi. Background, usiangalie ulikopitia. Usiangalie, kwa sababu kuna watu wengine wanakuwa na background mbaya ya mahusiano kati ya familia zao, wao na wazazi wao, wao na wenza wao. Unakuta hiyo background inaendelea kumchukua, inamchukua. Hapana, usiangalie hiyo. Haleluya. Ndio maana hapa kinapokuwa kile kipindi cha kusifu na kuabudu, unaona tunaruka tunacheza, si ndio? Yaani hiyo yote ni kuondoa hayo yote yaliyoko kichwani hayo.
Yesu anasema hivi, njooni kwangu ninyi wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitafanyaje? Nitawapumzisha. Kuna watu wana matatizo, anakuja na mzigo wake kanisani, alafu akiondoka tena anaondoka na mzigo wake. No, mahali hapa kanisani ni pa kutua mizigo yako. Ukitoka hapa unachomoka mbio ukiwa wewe ni mshindi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amina. Naomba nikuombee sasa. Baba, ninakushukuru, asante kwa sababu ya wingu kubwa hili ambalo ni la watu ambao ni washindi. Na asante Bwana kwa sababu wewe umetupa kushinda na zaidi ya kushinda katika wewe unayetutia nguvu. Kwa sababu peke yetu ni dhaifu, peke yetu hatuwezi, peke yetu mambo ni mengi. Na ndio maana tunahitaji nguvu zako na msaada wako kwa ajili ya ushindi maishani mwetu, ili uweze kutushindia Bwana wetu. Tunakushukuru kwa sababu watu wote hawa wanapoondoka hapa wanaondoka wakiwa ni washindi katika shughuli, wakiwa ni washindi katika maisha yao, wakiwa ni washindi katika biashara zao, wakiwa ni washindi katika masomo yao, wakiwa ni washindi katika familia zao, wakiwa ni washindi katika mahusiano yao, wakiwa ni washindi katika kila eneo. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya ushindi ambao kwa siku ya leo Bwana umetupa ujumbe tuweze kusikia kuwa sisi ni washindi. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba haya. Amina.